Popote pale unapoisikia sauti hii ni sauti ya DJ Rax. Leo nikiwa katika sehemu mzuri, sehemu ya 5 ya filamu ya tupendwa ya Subrat Mahaba. Tulipoishia katika sehemu iliyopita, Hindustan akiwa nyumbani kwake, na leo asubuhi alikuwa kinawanawa kidogo. Wakati Hindustan akiwa ananawa kidogo, dada yake alikuwa akijongea eneo hilo. Alimsalimia kaka yake. Hindustan alimtazama dada yake, kisha akamwambia, unaweza kuendelea na mimi nitakuja. Basi Hindustan akaendelea kunawa. Basi Hindustan taratibu alimalizia kunawa namna hiyo. Lakini baada ya kumaliza kunawa, ulipita muda kidogo. Baada ya kupita masaa kadhaa, Hindustan akawaitisha kikao dada yake pamoja na mke wake. Dada akajaribu kuelezea habari iliyomleta kwa kaka yake. Akasema, kaka, mimi nimechoshwa na shemeji yako, kila siku vituko viko vingi sana. Wifi akasema, hapana, unajua ndoa watu wanaililia sana wifi yangu, vipi tu utetereshwe na vitu vidogo tu. Kaka aliendelea kusikiliza huku akichana masharubu yake. Kisha katafakari ni namna gani ambapo angeweza kutatua matatizo ya mdogo wake. Basi akawaambia, naomba munisikilize mke wangu pamoja na mdogo wangu. Unajua ndoa ni shani, ndoa ni tunu mdogo wangu. Watu wengi wanaziriria sana ndoa. Kimsingi mdogo wangu, najaribu kutafakari, usinione nimekaa kimya. Nataka nimwite shemeji pamoja na wewe ili tuyazungumzie masuala haya. Kwani we mdogo wangu ndoa unaitaka ama hauitaki? Mimi naitaka kaka. Sawa, sasa kama unaitaka ndoa, purugushani ndani ya nyumba inakuwa ni kitu cha kawaida. Inatokea hata mwanaume anaweza akakupiga kwa makosa ambayo umemkosea, lakini siwe sababu ya wewe kuondoka kwa mume wako. Na huyo mwanamke ambaye amesaidiwa, tutaangalia busara gani ya kumuondoa hapo nyumbani kwako. Lakini naomba ndoa isivunjike. Na sasa hivi mimi naingia zangu ndani, wewe nyanyuka muage wifi yako, hapa matatizo hakuna. Nitamwita shemeji ili tuweze kuja kulizungumzia swala hili. Nafikiri nimeeleweka sana. Mke wangu, nafikiri umenielewa vizuri sana. Jaribu kukaa na wifi yako, agana naye, mwambie matatizo hakuna, arudi kwa mume wake. Haya, mimi naingia zangu ndani. Wifi yangu, mimi naona tu ungerejea nyumbani kwako, kwani kaka yako kama alivyosema atayatatua haya, na atamwita mume wako tuje tuyazungumze kwa pamoja. Sawa wifi yangu, mimi naenda, lakini haya mambo yatanishinda. Nashukuru kwa ushirikiano wako wifi yangu. Haya, kwa heri. Basi ni hivyo anavyoondoka Bi Mariam. Baada ya kupita muda kidogo, nyumbani kwa Kijiko Mtembezi Matelefoni mtu wa fashion akiwa anakata dawa zake, kijana Hindustan aliingia na mke wake, maana Kijiko Matelefoni alikuwa ni mtabibu wa kijiji hicho. Basi Hindustan alipiga hodi. Kijiko aliendelea kuwatazama. Hindustan akamwambia mtaalamu huyo, huyu ni mke wangu na yeye ana matatizo kidogo ya tumbo, hivyo tumekuja kidogo mtaalamu umwangalie, kwani usiku wa jana tumbo lake lilimvuruga sana, hivyo nahitaji utusaidie mganga. Kijiko aliwaambia piteni ndani kwa ishara, nao kweli walipita. Hindustan akamwambia mkewe, naomba tupite ndani kama atuambiavyo Kijiko. Basi walipita ndani, naye aliendelea kuwatazama. Kijiko alimtazama sana mke wa Hindustan, kwani alikuwa bado ni mwanamwari sana. Tukirudi nyumbani kwa Boshan, alikuwa akionekana akitoka nyumbani kwake. Boshan alionekana hima kutazama uwanjani kwake. Akamwambia mkewe, mke wangu, mbona uwanja umekuwa kama dampo? Mwanamke akamwambia, achana na masuala ya dampo mume wangu, kuna swala nataka nikuambie. Akamwambia, jambo gani? Akamwambia, mume wangu,
unajua nimechoshwa sana na mwanamke huyu ambao mpaka leo bado tunayo hapa nyumbani. Fanya haraka mwanamke huyu aondoke, kwani huyu mwanamke ni jini. Akamwambia, ni jini? Wewe umejuaje kama ni jini? Asema, nimekuwa naenda kutupa takataka yangu kule chooni nikamkuta anafanya masuala ya kiuchawi. Hivyo mume wangu huyu ni muuaji. Osha akamwambia mkewe, unajua mke wangu, hebu punguza huo wivu uliokuwa nao. Kwani mtoto wa watu amekukosea nini wewe? Hasa kikubwa alichokosea wewe, amekukosea nini? Tokea nimsaidie mwanamke huyu na kumleta hapa, maneno hayakuishi mpaka leo mke wangu. Kwani shida iko wapi? Alafu wewe mwanaume, naomba unisikilize. Unajua tokea nimeanza kukunyamazia humu ndani, unafanya mpaka leo kama unaniweza sana, si ndio? Unaniweza sana. Ambia sio kama nakuweza. Kwani utanifanyaje? Hapo ikawa ni mwisho wa episodi yetu mzuri pendwa, episodi ya 5. Usikose kunifuatilia katika mitandao ya kijamii kama Ivan Rugosi kupata miendelezo ya episodi zinazofuata. Bye bye.